Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mimi nimesimama niseme maneno machache. La kwanza ni kukukaribisha wewe na msafara wako na viongozi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii pande zote mbili za Muungano na washiriki wote ambao wametoka nje ya mkoa wa Mwanza. Karibuni sana mkoani Mwanza. Ninachoweza kuhakikishia tu ni kwamba mkoa wa Mwanza ni salama, ni shwari, na mmeishi hapa Mwanza kwa siku chache, mmeona ni mkoa ambao una usalama na utulivu wa hali ya juu. Mkoa wetu unachangia kwenye pato la taifa kwa 7.2, ukiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam kwa 15%. Kwa hiyo mkoa huu ni mkoa wa kimkakati, na serikali imekuwa imeanzisha miradi mingi sana ya kimkakati. Malengo ya serikali ni kutoka katika uchangiaji wa uchumi wa 7.2 ili twende kwenye double digit baada ya miradi hii kukamilika. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mkoa wetu tunaendelea. Mambo makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ni kukamilika kwa wananchi kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tumeandikisha wapiga kura awamu ya kwanza na awamu ya pili hivi karibuni, na jumla ya wananchi 594,023 wapiga kura wapya wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Na uchaguzi wa mwaka ule ulioisha tulikuwa na wapiga kura 1,800,000. Kwa hiyo maana yake wananchi wamejiandaa na uchaguzi wa mwezi wa 10 kwa kuwa wamehamasika kujiandikisha katika daftari la kupigia kura. Lakini jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana, tunajipanga na mapokezi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi ujao, ambapo atakuja kwa ajili ya uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Jambo la tatu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mkoa wa Mwanza tumezindua mkakati maalum na tunalo chapisho letu la namna ambavyo tunakabiliana na changamoto ya malezi na makuzi ya watoto. Nafikiri ndio mkoa wa kwanza kitaifa, Mheshimiwa Naibu Waziri nafikiri atatupongeza baadaye, ni mkoa pekee ambao umezindua mkakati maalum wa kukabiliana na changamoto zinazohusiana na malezi na makuzi ya watoto katika nchi yetu. Kwa hiyo mkakati huo upo, tumeuzindua na tunaendelea kuusimamia. Hali kadhalika Mwanza tunavyo vituo 220 vya kulelea watoto wa mchana, lakini vituo 23 vya kulea watoto katika mazingira magumu, walioko katika mazingira magumu. Na kwa mwaka 24-25 kupitia idara yetu ya ustawi wa jamii tulipokea mashauri 3,534 yanayohusiana na mambo mbalimbali. Lakini muhimu zaidi ni kwamba migogoro ya ndoa tuliyoipokea kwa mwaka huu mmoja tu 24-25 ni migogoro 980. Kwa hiyo inaashiria kwamba bado changamoto na migogoro ya ndoa ina madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto, kwa sababu tunao watoto wengi wa mitaani, na tuliwaita siku moja watoto kama 1,000 hapa wa mitaani, tukataka kufanya research kwa nini wako mtaani. Moja kati ya sababu, na tulikula nao futari, moja kati ya waliokuwa wakieleza wanasema ni kwa sababu ya migogoro ya ndoa ya familia zao, kwa hiyo wakaamua kuingia mitaani na kukimbia familia zao. Lakini watoto hao zaidi ya 2,000 hapa Mwanza sio watu wa Mwanza. Wengi, kwa sababu hii ndiyo kitovu cha uchumi wa kanda ya Ziwa, kwa hiyo ni watoto kutoka mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Tumewakuta wengine wanatoka Bukoba, wengine wanatoka Musoma, wengine wanatoka Shinyanga na maeneo ya namna hiyo. Kwa hiyo mkakati wetu ule umeweka namna ya kudhibiti pia ukuaji wa watoto wa mitaani. Kwa hiyo tumeendelea kudhibiti hali hiyo. Lakini pia matunzo ya watoto, migogoro tuliyoipokea kwa mwaka 24-25 unahusiana na matunzo ya watoto hapa Mwanza ni migogoro 1,586. Lakini matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa migogoro 770. Kwa hiyo wito wangu tuendelee kupunguza hili swala la kuzaa nje ya ndoa, kwa sababu kwanza dini zinakataza.
kisha acha kuzaa nje ya ndoa, maana yake hata hii migogoro ya matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa haitakuwepo automatic. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hadhara hii inaitwa hadhara al-Qudus, ni hadhara takatifu. Hadhara hii ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yangu. Kwa hiyo ninapenda kukukaribisha tena mkoani Mwanza. Wewe ni ndugu yetu, ni kaka yetu, ni kiongozi wetu, na tunafurahia sana ushirikiano wako na maelekezo yako ambayo umekuwa ukiyatoa mara kwa mara kwetu na kuweza kuimarisha utendaji wetu. Wakati nafungua mkutano kule juzi, niliwakumbusha kwamba miongoni mwa changamoto za malezi na makuzi pia ni changamoto ya watumishi kujisahau. Watumishi wengi wana semina nyingi za lishe, malezi na makuzi. Kwa hiyo wengi pia hawa wanasahau kulea na kushiriki katika malezi na matunzo ya watoto. Wanawaachia wasichana wa kazi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo wao kazi yao ni kama vile polisi wana slogan inasema carrot and stick. Kazi yao ni kutembea tu na fimbo na kufanya monitoring kwa mbali. Kwa hiyo ninaomba pia watumishi wa umma, pamoja na semina na mikutano mingi ambayo tunaenda, tusisahau malezi na makuzi. Haya yawahusu wananchi, yanatuhusu na sisi pia. Kwa hiyo tuzifuatilie familia zetu na malezi yetu. Mheshimiwa Rais alisema tusipofanya hivi tunajiandaa kuwa wapweke tutakapokuwa wazee, kwa sababu hakutakuwa na bondi baina yetu na watoto wetu, na hawatajua kwamba sisi tulikuwa bize kwenye shughuli za lishe kule Dodoma. Asanteni sana.